Cha kwanza nitakupa pole kwanza kwa magumu yote uliyoyapitia. Na kuhusu ya kukupeleka, usijali. Nitakupeleka. Asante sana mzee wangu. Utawala una mambo yake na vitu kibao. Kwanduluke. Kwanduluke. Kwani vipi? Mimi sielewi. Au mtu ana matatizo yake tu binafsi. Inawezekana. Ndio shindwa kuitikia salamu ya kijiji. Inawezekana. Huko ndo kuna mashamba. Twende. Kwanduluke. Kwanduluke. Ishara vipi? Mbona unanishangaa? Kaka, ni wewe kweli ama? Usi unaniona mimi huyu? Kulikoni tena? Kijiji kizima kinatambua kama wewe umeshafariki. Nifariki? Ndio. Hapana, mimi ni mzima. Mama yuko wapi? Sina kuuliza. Kipindi walivyotuleta taarifa yako umehukumiwa kifo, mama alipata na mshtuko wa moyo akapooza hapo hapo. Na hivyo katika mganga kabisa wa kijiji. Kwa mganga wa kijiji. Hivi mama yuko salama kweli? Hali yake haina sawa. Okay. Mimi nataka unipeleke, sawa? Nataka nikamwone mama. Kaka, hivi ni wewe kweli? Ndio mimi, si unaniona mimi huyu Ishara, kwani unijui? Kwani vipi? Mbona sikuelewi? Utawala una mambo yake na vitu kibao. Utawala una mambo yake na vitu kibao. Watu wanakufa kisa utawala, watu kuuana kisa utawala, watu watesana. Kwanduluke. Kwa beba. Kwanduluke. Kwa beba. Mama. Mama. Kweli natumai uponyaji wa mama umewadia. Mama. Mama nisamehe mama. Wacha. Nisamehe mama yangu, najua mimi ndo nimekupa wakati mgumu mama yangu. Sikukusikiliza mama yangu uliponikataza. Mama mimi naomba unisamehe, najua yote makosa yangu. Labda ningesikiliza maneno yako mama yasingetokea. Mama mimi huyo hapa, mimi naomba unisamehe mama. Nisamehe mama yangu. Mimi najua unaumia sana. Najua unapitia mateso makubwa mama. 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 Wacha. Mama. Erani mana? Mimi najua nimekosea sana. Umeteseka sana kwa ajili yangu mama. Erani. Mama. Mama mwanangu. Ndio mama. Nimeteseka vya kutosha, nimejifunza. Lakini mimi nakuahidi ufalme huu utakuwa na mwisho tu. Mganga. Naam. Mimi nilikuwa naomba kurudi na mama. Wazee wenzangu,
Nimewaita hapa kufatana na hali ya kisasa ya afya yangu. Mwili wangu naona kwamba nimesongwa sana na magonjwa. Kwa hiyo ningeomba kabla sijauaga dunia, ningeomba ya kwamba atakaye nigomboa kwenye kiti hichi cha ufalme atakuwa ni mwanangu. Hiyo ndio point ambayo nilitaka niwaambie. Mfalme wangu, na imani unajua kabisa mila na desturi ya hiki kijiji. Mtu ambaye anahitajika kuwa mfalme ni lazima awe simba ambaye anastahili kujua majukumu yake na kulinda msitu wetu vizuri. Na mila na desturi ya hiki kijiji ni lazima mfalme ambaye atakuwa mfalme ni lazima apambane na minyama ambayo ipo hapa kwenye msitu. Ni kwa aina gani ambayo unataka kuleta umpandikize tu mtu ambaye tujui kabisa uongozi wake uko vipi? Na imani hiyo sio kauli nzuri ambayo unaisema. Kauli nzuri ni ile tuwapambanishe, tupate mfalme ambaye atakuwa jasiri na atakuwa imara. Mimi nadhani sijakataa kile ambacho nakizungumza mshauri. Lakini tuelewe ya kwamba ikiwezekana kumepatikana kijana ambaye ataweza kupambana na mwanangu, basi hiyo pambano lazima iwepo. Sijakataa. Lakini kama hakupatikana, naomba mwanangu anigomboe kwenye kiti cha ufalme. Hiyo ni kama vile nasisitiza. Nadhani mmenielewa. Mfalme, mimi naunga wazo lako. Wazo lako ni nzuri sana. Kwa sababu wanasemaga mtoto wa simba ni simba. Na naamini mwanao naye atakuwa simba kama ulivyo wewe. Hapana hilo wazo mzee. Ni kwa nini huyo mtoto asipambanie madaraka? Kama yeye alipambania madaraka yake, ni kwa nini mwingine asipambanie? Acha tumpate simba wa ukweli. Ningeomba mnifuate kwa makini. Kama kutakuwa na kijana ambaye ataweza kupambana kwa ajili ya ufalme, basi naomba upambane na mwanangu. Hilo ndio neno mfalme wetu. Lakini kama hajapatikana, naomba mtoto wangu achukue ufalme huu. Kama gisi alivyosema mshauri kuwa watatafuta mtu ambaye atakayepambana na mimi, wala sina kipingamizi, wala sikatai. Lakini mshauri, ningekuomba sana mtu huyo ambaye utakayemleta kupambana na mimi, huja unamfunza vizuri, asije kufa na aliyakuwa pambano halijatimia. Unajua baba, hilo ndio lilikuwa kama wazo langu. Asante sana wazee wangu wa kijiji. Najua mtaandaa vizuri, na zaidi kwako mshauri, naomba uandae mambo vizuri fatana na afya kabisa. Mwili wangu hauko sawa. Ndio hivyo. Mama Iradi, acha tuseme asante kwa chakula. Haina shida. Na sisi hatukuja hapa kuongea ambayo tulikuwa nayaongea, ama kwa kula chakula ambayo tulichokula, ama kunywa maji ambayo tuliyokunywa. Lakini nia na mazumuni iliyotufanya mimi na mzee wangu kufika hapa ni kuleta taarifa kwako na kwa Iradi. Sisi tunatamani sana Iradi apambanie kijiji. Na tunatamani wangu mimi? Ndio. Tunatamani kesho Iradi awe mwana wa mfalme, na awe mfalme kabisa. Shauri wangu na mzee wangu hapa, mimi nawaahidi kwamba sitowaangusha. Niko tayari kupambana. Hilo ndio neno kijana. Hilo ndio neno kabisa. Unamsikia mwanao? Jinsi gani ni jasiri. Mimi najua ni mengi. Kama tutampata simba. Ni mengi ambao tumeyaona hapa kwenye hiki kijiji. Watu wananyanyaswa, wanateswa bila sababu yoyote. Na kaa ukijua kwamba kukipata kitu kizuri inabidi kupambana, basi mama, mimi nakuomba niache nikapambane. Mama Iradi, nakuomba umwache kijana wako akapambane, kwa sababu najua kuanzia yeye na mwana wa mfalme kila mtu anajipanga kivyake, na wote wawili kila mtu ni shupavu. Kwa hiyo tunaomba katika kijiji chetu, tunapenda mfalme wetu ambaye atumiliki hapa awe shupavu,
akapambanie kijiji chetu, ndio hilo. Kamwache mtoto apambanie haki. Ameradi, nawazo umeelewa nia na dhumuni ya sisi wazee, na hatuna mengi ya kuongea. Kama Eradi kabisa amejisajilisha mwenyewe kabisa atafanya kazi, tumwachie pambana. Nilikuwa bado sijapenda mimi. Acha tuondoke. Wanduruke. Wabeba. Wanduruke. Wabeba. Jamani, nimewaletea umbea. Umbea gani tena huu? Nimemsikia mshauri na make na Iradi wakiwa wanaongea kwamba siku ya 5 kuna pambano. Pambano nani na nani tena? Pambano hilo ni la Iradi na mtoto wa mfalme. Una mambo yake na vitu kibao. Utawala una mambo yake na vitu kibao. Watu wanakufa kisa utawala, watu kuuana kisa utawala, watu watesana kisa utawala, watu kukufa kisa utawala. Una nini we? Una nini